unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yawe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yawe, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yawe, unastahili Yesu, unastahili Yawe, unastahili kuabudiwa, unastahili we Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili we Bwana Mungu. Nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota, ngurumo, vitu vingi vyote viumbwavyo kwa uweza wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikitembea pote duniani, ndege huimba na wasikia, milima hupendeza macho sana, upepo nao nafurahia. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Nikikumbuka kama vile wewe Mungu ulivyompeleka mwanao afe azichukue dhambi zetu, kuyatambua ni vigumu mno. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo
ulivyo mkuu, roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Yesu Mwokozi, utakaporudi kunichukua kwenda mbinguni, nitaimba sifa zako milele, wote wajue jinsi ulivyo. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Haleluya! Hakika Mungu wetu ni mkuu. Inatupasa tumwimbie, mioyo yetu inatupasa kumsifu yeye daima, wakati wote, maana anastahili Yesu kuabudiwa, anastahili Yesu kutukuzwa, anastahili kuinuliwa, maana jina lake Yesu ndilo jina lipitalo majina yote, ndilo jina litupasalo kuokolewa kwalo. Kwa jina hilo sisi tunaponywa, kwa jina la Yesu. Na jina hilo limepita majina yote. Kwa jina hilo kila goti linapigwa, vitu vya mbinguni, vya duniani na hata vya chini ya dunia, vyote vinapiga goti. Amina. Na Mungu ametupa neema, ametukirimia na sisi hilo jina tuweze tukalitumia, hilo jina tuweze tukaokolewa kwalo, ni jina la Yesu. Basi ni yeye pekee anayestahili kuabudiwa, ni yeye pekee anayestahili kutukuzwa na kuinuliwa katika nyakati zote. Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu ni mkuu sana, hajawahi kushindwa kwa neno lolote. Ninawasalimu wote katika jina la Yesu, ninawasalimu wote katika jina la Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu ainuliwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Neno la Mungu linasema katika kile kitabu cha Isaya sura ya 52 mstari wake wa 7. Neno la Mungu linasema, jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema, yeye aitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema, yeye autangazaye wokovu, auambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Basi nami leo nimekuja kukuambia habari njema, tena nimekuja kukuletea habari njema nzuri za wokovu, kwa sababu katika jina lake Yesu tunaokolewa. Yeye Yesu anaokoa, yeye Yesu anakomboa, yeye Yesu anaponya, yeye Yesu anatusaidia, anatuvusha. Yeye Yesu ni njia yetu, pasipokuwa na njia. Yesu ni kila kitu kwetu, na ndiye yeye ambaye nimekuja kuleta habari zake muda kama huu. Basi ubarikiwe na tukae katika mkao wa kufanya maombi, kukaa katika mkao wa kutafakari pamoja, kukaa katika mkao wa kumsikiliza Mungu bila kutetereka katika jina la Yesu. Basi bila kupoteza wakati, wacha twende tukaombe katika jina la Yesu. Na mpendwa, tunapoomba usiache nikaomba mimi mwenyewe ukawa wewe ni msikilizaji. Hapana, na wewe omba pia kwa maneno yako, Roho Mtakatifu akakuongoze ukapate kuomba, maana inatupasa kuomba kila wakati. Amina. Inatupasa kumkumbusha Mungu kila wakati, inatupasha kuomba bila kuchoka. Basi mpendwa, na wewe omba, maana hakuna karama ya kusema kwamba kuna karama ya maombi. Maombi ni unatengeneza, unajitahidi, unatengeneza, na Roho Mtakatifu anakusaidia, anakupa nguvu ya kuweza kuomba, na anaomba na wewe ndani yako. Amina. Maana neno la Mungu linasema Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, maana sisi hatujui kuomba vile itupasavyo, lakini utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Basi acha Roho Mtakatifu akaingie mahali hapa majira haya, akatusaidie kuomba kwa kuugua, akatusaidie kuyakumbuka yale ambayo yamkini tumeyasahau, na inatupasa kuyapeleka mbele za Mungu wetu katika jina la Yesu. Amina.
Mungu wetu na Baba yetu, katika jina lenye nguvu, jina lenye thamani la Bwana Yesu, tunakuja mbele zako sisi watoto wako muda kama huu. Tunasema ni asante Bwana, tumeuona wema wako, tumekuona ukitusaidia na kututetea. Umetutetea wiki hii yote mpaka leo tena Ijumaa nyingine ambayo umeifanya Bwana. Ninakuja mbele zako, ninakushukuru, ninasema ni asante Bwana. Tumeuona wema wako katika nchi ya walio hai. Tumekuona Bwana ukitutetea, tumekuona Bwana ukituvusha, tumekuona Bwana ukitusaidia kuvuka hata katika zile nyakati ngumu, hata katika kile kipindi ambacho tulikuwa hatuoni njia, lakini Bwana Yesu wewe umekuwa njia kwetu, na ndio maana tunazidi kusema ni asante kwako. Tunazidi kukuadhimisha, tunazidi kukutukuza, tunazidi kusema ya kwamba pasipo wewe sisi hatuwezi neno lolote. Tunatambua ya kwamba pasipo wewe Bwana Yesu sisi hatuwezi neno lolote. Tunakuhitaji wewe katika kila hatua. Tunahitaji wewe katika maisha yetu ili tuweze tukasonga mbele, ili tuweze tukafanikiwa. Tunakuhitaji wewe, wala hatuwezi tukajitenga na huo ukweli, katika jina la Yesu wa Nazareti. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja mbele zako majira haya. Tunasema ni asante Bwana. Tunakutukuza Mfalme. Tunakushukuru kwa sababu ya afya ulizotujalia. Tunakushukuru kwa sababu ya muda huu wa maombi. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya uzima tulionao. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya kazi za mikono yetu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya Roho yako Mtakatifu ambao Bwana umeendelea kumwachilia, akitufundisha na kutuelekeza, akitusaidia katika kila hatua za maisha yetu. Tunasema ni asante Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya mpendwa huyu Bwana. Ninasema ni asante kwa ajili yake. Ninasema ni asante kwa ajili ya familia yake pia. Ninasema ni asante kwa ajili ya familia yangu pia. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya uzao wangu. Ninasema asante Bwana. Ninakurudishia sifa na utukufu kwa sababu wewe ndio unayetenda Bwana. Ninakurudishia sifa na utukufu Bwana, maana wewe ni mkuu, wala hapana wa kufananishwa na wewe, wala hapana wa kulinganishwa na wewe. Pokea sifa, pokea shukrani, pokea utukufu Bwana. Pokea sifa za mioyo yetu Bwana, katika jina la Yesu wa Nazareti. Hakuna wa kufananishwa na wewe, hakuna wa kulinganishwa na wewe. Ni wewe tu Bwana usiyeshinda. Ni wewe tu Bwana, wala hapana zaidi yako. Ni wewe tu Bwana, wala hapana wa kufananishwa na wewe. Ninakutukuza, ninakuadhimisha Bwana mchana wa leo. Ninakutukuza, ninakuadhimisha Bwana mchana wa leo. Hakuna zaidi yako Bwana. Pokea sifa za mioyo yetu. Pokea sifa Bwana. Hakuna zaidi yako Mungu wetu na Baba yetu. Tunasema ni asante Bwana. Sifa na utukufu tunazileta kwako Bwana. Lakini tizama, tumekukosa muda mwingine kwa kujua, muda mwingine kwa kutokujua. Nasi tunakuja mbele zako tukiomba rehema, tukiomba toba, tukiomba msamaha kwa dhambi zetu zote, uovu wote tulioutenda Bwana, kwa kujua na kwa kutokujua Bwana. Ninaomba rehema, ninaomba toba Bwana. Ninaomba msamaha Bwana kwa ajili ya dhambi zangu mimi binafsi. Ninaomba msamaha Bwana kwa ajili ya zile dhambi nilizokutenda Bwana. Ninaomba msamaha Bwana kwa sababu ya wale watu ambao yamkini nimewakwaza, yamkini bado katika mioyo yao hawajaniachilia kwa namna moja ama nyingine. Ninaomba unirehemu Mungu wangu, nisiwe na mashtaka. Ninaomba rehema, ninaomba toba Bwana, katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninaomba msamaha Bwana kwa ajili ya kwangu mimi mwenyewe. Ninatangaza msamaha kwa watu wote ambao Bwana wamenikosea, ninaowajua na nisiowajua Bwana, walio ya karibu yangu na wale walio mbali yangu Bwana. Maana tizama, huyu ambaye anayetuletea uharibifu, huyu ambaye anayetuletea nguvu mbaya, huyu ambaye anainuka kwa ajili ya kuleta uharibifu Bwana, yamkini si mtu mbali, bali ni mtu wa karibu Bwana. Lakini Bwana, tunatangaza msamaha, tunawaachilia wote kutoka katika mioyo yetu, katika jina la Yesu wa Nazareti. Naomba rehema Bwana kwa ajili ya familia, kwa ajili ya ndugu Bwana. Ninaomba rehema kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya wenza wetu. Ninaomba rehema kwa ajili ya wafanyakazi wetu, wafanyakazi wenzetu. Ninaomba rehema, ninaomba toba kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya kanisa lako. Ninaomba rehema, ninaomba toba kwa ajili ya watumishi wako Bwana uliowaita kwa jina lako Bwana. Ninaomba rehema, ninaomba toba kwa ajili ya mwili wa Kristo. Ninaomba rehema, ninaomba toba Bwana, kila namna ambapo tumekukosea Bwana. Ninaomba urehemu ardhi hii niliyopo, aliyokuepo mtoto wako majira haya. Ninaomba rehema kwa ajili ya anga lililotuzunguka katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninakuomba Bwana Yesu ukaachilie ile damu yako Yesu, damu ya mwana kondoo, damu ya mjumbe wa agano jipya, ikapate kwenda kututakasa dhambi zetu zote, ikapate kwenda kututakasa uovu wetu wote, kila namna ambapo tumekukosa Bwana, kila namna ambapo tumepungua kwa namna moja ama nyingine, kwa kujua ama kwa kutokujua Bwana. Ninaomba ukaturehemu Bwana, ninakuomba ukatusamee Bwana mioyo ya kuhukumu iliyoko ndani yetu Bwana. Ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaita damu yako Yesu ikapenye mpaka katikati ya mioyo yetu, ikapate kwenda kutusafisha, ikapate kwenda kututakasa, ikapate kwenda kutuondolea kazi zote za giza, hila zote na kila utendaji kazi za yule mwovu shetani. Ninaomba rehema, ninaomba toba Bwana. Ninaomba utusamee leo kwa yale makosa tuliyoyatenda Bwana, wale watu ambao tumewakwaza Bwana, ambao bado wao wameshindwa kutuachilia kutoka katika mioyo yetu, mioyo yao. Ninakuja mbele zako Bwana, tunakiri ya
kwamba kweli tuliwakosea, tunakiri kwamba kweli Bwana tuliwakosea tukasababisha maumivu katika maisha yao, lakini Mungu ninakuja mbele zako, ninaomba ni rehema, ninaomba ni toba Bwana, ninaomba ukapate kwenda kutusamehe na kutuosha juu ya dhambi hizo zote Bwana tulizozitenda sisi. Bwana ninaomba ukapate kwenda kuturehemu, ninaomba ukapate kwenda kutusamehe. Samehe mpendwa huyu Bwana, nisamehe na mimi pia Bwana, tunakuja mbele zako Mungu wetu na Baba yetu, maana Bwana tizama, umesema na tukisogelea kiti chako cha rehema na neema Bwana kwa ujasiri, tunakuja kusogelea kile kiti chako cha rehema na neema Bwana, tukapate kwenda kutakaswa dhambi zetu, tukapate kwenda kuoshwa Bwana, tukapate kwenda kusamehewa uovu wetu wote Bwana, na kila mashtaka na kila hila na kila utendaji kazi na nguvu zote za yule mwovu shetani Bwana Yesu. Ninaomba ukaturehemu, ninakuomba ukapate kwenda kutusamehe Bwana, katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana Yesu ukapate kwenda kuiachilia ile damu yako Yesu Bwana, damu ya Yesu ikapate kwenda kutakasa njia zetu zote, damu ya Yesu ikapate kwenda kutuondolea kila mashtaka, kila uovu Bwana. Ni damu ya Yesu sasa tunaita mahali hapa, ni damu ya Yesu sasa tunaita ikapate kwenda kututakasa, ni damu ya Yesu sasa tunaita ikapate kwenda kututakasa yote, katika jina la Yesu wa Nazareti. Huko majira haya Bwana, na tunaoingia ulimwengu wa roho sasa kwa damu ya mwana kondoo, kwa nguvu za Roho Mtakatifu Bwana, kwenda kupiga kila uharibifu katika ulimwengu wa roho, chochote kinachoinuka, chochote kinachoinuliwa, kila madhabahu inayoinuliwa Bwana, zile madhabahu za umasikini, zile madhabahu za kurudishwa nyuma, zile madhabahu za kukamatwa hatua zetu, zile madhabahu za kushindwa, zile madhabahu za uharibifu, zile madhabahu za mauti zinazoinuliwa, kila madhabahu upande wowote kutoka kokote zinazoinuliwa kwa ajili ya kupigana vita na sisi, ili kwamba tushindwe kufika katika kuzimiliki baraka zetu, ili kwamba tushindwe kufika katika hatima za maisha yetu. Tunazipiga hizo madhabahu katika jina la Yesu. Tunapiga hizo roho zote za uharibifu, hizo roho zote za mashetani katika jina la Yesu wa Nazareti. Kila madhabahu zinazoinuliwa kupitia maajenti wa kuzimu, ambazo zinainuliwa kwa ajili ya kuja kuleta uharibifu, Bwana, majira haya tunakwenda kinyume nazo katika jina la Yesu. Tunaharibu hizo kazi zao, hizo nguvu zote za miungu ya kuletwa, miungu itakayoletwa Bwana, tunakwenda kinyume nao sasa katika jina la Yesu wa Nazareti. Tunakataa kumilikiwa na mashetani katika jina la Yesu wa Nazareti. Tunapiga hizo roho zote za uharibifu, tunapiga roho za umasikini, tunapiga roho zote za umasikini, tunapiga hizo roho zote za kurudishwa nyuma, tunapiga roho zote za mauti, tunapiga roho za magonjwa, tunapiga roho za kushindwa, tunapiga roho za vifungo, tunapiga saa hii katika jina la Yesu. Tunapiga roho zilizofunga mikono yetu kushindwa kumiliki, tunazipiga hizo roho zote zilizokamata mifumo ya maisha yetu tushindwe kwenda kumiliki baraka zetu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Tunazipiga hizo roho zote sasa katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninakwenda kuzipiga sasa mifumo yote Bwana, ninaachilia damu ya Yesu sasa ikapate kwenda kupenya katika kila mifumo. Ninaingia ulimwengu wa roho kwa damu ya mwana kondoo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ninapenya katika mifumo yote, napenya katika mifumo ya fedha, napenya katika mifumo yote, mifumo ya uchumi, napenya katika mifumo ya kazi, napenya katika mifumo ya maendeleo, ninapenya katika mifumo ya uongozi, napenya katika mifumo yote. Sasa ninaenda kunyunyiza damu ya Yesu kila mifumo ya maisha yetu ambayo imechezeshwa na ibilisi kwa ajili ya kutuharibia, ninakwenda kuipiga sasa katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninakwenda kunyunyiza damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo, ninakwenda kunyunyiza damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo katika kila mifumo ya maisha yetu Bwana, katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninanyunyiza damu ya Yesu sasa ikapate kwenda kunena mema, ikatakase, ikapate kwenda kuosha, ikapate kwenda kuondosha chochote kile cha vizuizi Bwana. Napiga roho za vizuizi katika jina la Yesu, na haribu kila vizuizi katika kazi, vizuizi katika uchumi, vizuizi katika maisha, vizuizi katika familia, vizuizi katika ndoa, vizuizi vya kila namna tunavipiga sasa katika jina la Yesu. Hizo roho za vizuizi zinazoinuliwa kila majira, kila nyakati, tunazipiga sasa katika jina la Yesu wa Nazareti. Tunaoingia ulimwengu wa roho sasa kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa damu ya mwana kondoo. Kila madhabahu inayoinuliwa kokote kuja kwa ajili ya kuja kupigana na sisi, tunazipiga hizo madhabahu katika jina la Yesu. Tunazipiga sasa katika jina la Yesu. Imeandikwa, mpingeni shetani, mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Tunapiga kila madhabahu zinazoinuliwa kokote kule Bwana, tunazozijua na tusizozijua Bwana, tunapiga hizo madhabahu, tunapiga hizo roho zote katika hao makuhani wa kichawi ambao Bwana wanainuka kwa ajili ya kufanya vita na masihi wako katika jina la Yesu wa Nazareti. Wanainuka kwa ajili ya kufanya vita na masihi wako. Tunapiga hizo madhabahu zote za kuzimu, tunapiga hizo madhabahu zote za kichawi, tunapiga hizo madhabahu zote za uganga, tunapiga hizo madhabahu zote za kishirikina, tunapiga hizo madhabahu zote Bwana, tunapiga madhabahu zote
za Freemason, tunapiga hizo madhabahu zote sasa katika jina la Yesu wa Nazareti. Napiga kila madhabahu inayoinuka kufanya vita na mimi, napiga kila madhabahu inayoinuka kufanya vita na mpendwa wako, napiga hizo madhabahu sasa katika jina la Yesu wa Nazareti. Tunazipiga hizo madhabahu sasa katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu tunazipiga hizo madhabahu zote kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kila madhabahu zinazoinuliwa, hizo madhabahu zote zinazoinuka kwa ajili ya kutupinga, kila madhabahu Bwana, madhabahu ya wazi na madhabahu ya siri, ninazipiga sasa katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, neno lako linasema ya kwamba utafanya watumishi wako kuwa miale ya moto. Bwana, tunajibadilisha sasa tuwa miale ya moto kwa maadui zetu, tunaenda kuwala katika jina la Yesu wa Nazareti. Watesi wetu tunawala kwa moto katika jina la Yesu wa Nazareti. Tunashusha moto kutoka mbinguni, moto wa Roho Mtakatifu ukapige kila kazi zote za giza, ukapige vizuizi vya kila namna kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu wa Nazareti. Huku Bwana tunaita malaika zako, Bwana umesema utafanya malaika zako kuwa pepo, basi tunaachilia sasa wale malaika zako kama pepo sasa wakapenye katika ulimwengu wa roho sasa, wakapate kwenda kusambaratisha, wakavuruga, nikiwapiga upofu sasa watesi wetu wote, wale wote wanaotutafuta katika hizo network zao. Ninapenya katika mifumo ya network zote za kichawi ambazo wanatumia kwa ajili ya kutufikiria, ninaenda kuzivuruga sasa katika jina la Yesu. Naenda kukata hizo network katika ulimwengu wa roho, na kata mifumo yote sasa, mifumo ya mawasiliano na kata sasa katika jina la Yesu. Kila mfumo wa mawasiliano ambao wameuweka kwa kutap katika maisha yetu, na ukata sasa katika jina la Yesu wa Nazareti. Kila mfumo wa mawasiliano, kila mfumo wa fedha, kila mfumo wa baraka ambao adui ameenda kuunganisha katika maisha yetu ili akapate kwenda kunyonya baraka zetu, ninasema na kata hiyo mifumo, na kata hiyo mirija sasa kwa damu ya Yesu, kwa moto wa Yesu katika jina la Yesu wa Nazareti. Na vuruga mifumo yote ya kichawi, na vuruga kwa damu ya Yesu, ninavuruga mifumo yote ya kichawi katika jina la Yesu wa Nazareti. Mungu wangu na baba yangu, ninakusihi ukapate kwenda kusimama mwenyewe katika jina la Yesu wa Nazareti. Tukasimame Bwana, ukapate kwenda kuponya watoto wako, ni katika jina la Yesu wa Nazareti. Napiga roho zote za malipizi na visasi kwa damu ya Yesu, nikiwafunika watu wa nyumbani kwangu kwa damu ya mwana kondoo, nikiwafunika watu wa nyumbani kwangu kwa damu ya mwana kondoo, nikifunika familia yangu kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu wa Nazareti. Nikivunja na kuteketeza sasa kazi zote za giza, ninaharibu sasa kila mifumo yote, ninapindua sasa na kuharibu na kukatakata network zote za kichawi, na pofusha macho ya wachawi katika jina la Yesu. Tunawapofusha zetu, tunapiga kwa upofu sasa kwa damu ya Yesu. Kila tutafutapo Bwana wasipate kwenda kuona chochote, ni katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, ninakusihi ukapate kwenda kusimama mwenyewe, ukapate kwenda kutawala Bwana kwa ajili ya watoto wako, ukapate kwenda kutawala kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya utukufu wako Bwana, ukapate kwenda kufanya katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ya neema na kibali chako Bwana. Ninakualika tena na tena Roho Mtakatifu, ninatambua nguvu zako na uwepo wako Bwana. Ninatambua ya kwamba wewe nguvu zako Bwana si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu wa Nazareti. Karibu Roho wa Bwana majira haya tunapoenda kutafakari neno lako Bwana, tunapoenda kutafakari habari njema Bwana, ukapate kwenda kusema na sisi Bwana lile ambalo Bwana unataka kulifungua katika maisha yetu, katika jina lenye nguvu, jina lenye thamani la Bwana Yesu. Amina. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu. Basi wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa katika jina la Yesu. Ni muda mwingine mzuri ambao Mungu ametupa kwa ajili ya kutafakari neno lake, kwa ajili ya kutafakari fadhili zake, kwa ajili ya kumtafakari yeye Mungu ambaye ndiye mwanzilishi na ndiye mkamilishaji wa imani tulizokuwepo nazo, wa imani yetu ndani ya Kristo Yesu. Basi leo twende tukasome kitabu cha Waefeso. Twende tukasome kitabu cha Waefeso sura ya kwanza. Tufungue kitabu cha Waefeso sura yake ya kwanza mstari wa 17 mpaka wa 23. Neno la Mungu linasema hivi: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Haleluya. Wapendwa, macho yanatusaidia kuona tunakokwenda, si ndio?
tunapoangalia tunapokwenda, hatua zetu zinapata kuweza kutambua tukanyage wapi. Macho yanatupa kujua mahali pa hatari, mahali penye mema, mahali pa kwenda kwa tahadhari, pale ambapo adui anaanza kukufanyia uharibifu wowote ule. Basi macho yako yakiwa yanaona sawasawa na macho yako yakiwa yana nuru, basi utaweza kuona sawasawa, na kwa kuona basi utaweza kutambua, kwa sababu tunapaswa kuona na kuweza kutambua na kuweza kufanyia kazi, ili tuweze tukashinda, ama ili tuweze tukaepukana na hatari hiyo ambayo tunaiona mbele yetu, ama kuweza kwenda kuzifuata baraka hizo ambazo tunaziona mbele yetu sawasawa na mapenzi ya Mungu. Pale ambapo adui anaanza kukuona unaenda kupiga hatua, utaona ya kuwa atakuletea mambo akuonyeshe kinyume na vile ambavyo Mungu anataka uone. Inawezekana kabisa upo kwenye ukingo wa kuvuka kwenda hatua nyingine ya maisha yako, lakini ndio unaona mambo yamekuwa mazito na mikwamo mingi. Nina ujumbe wako leo kuwa macho yako yatiwe nuru, uone sawasawa, uweze kufikiria kwenye baraka zako sawasawa na mapenzi yake Mungu. Amina. Macho yetu yakiwa yana nuru, mahali popote ambapo pana nuru, mahali popote ambapo pana mwanga, ina maana tunaweza kuona yale yaliyo mema, yale yaliyo mabaya, yale ya kuyaepuka, yale ya kuyafuatia, tunaweza kuona sawasawa. Amina. Muda wa kubarikiwa sio muda wa amani tele. Hapana, ni vita. Ninakuombea kwa Mungu akupe neema ya kushinda vita zote unazopigana nazo, madhabahu zote zinazopigana na wewe, na kila anayepigana na wewe, ama kwa wazi ama kwa siri. Ninakuombea nguvu ya kuweza kushinda, ili uweze ukafike mahali pa kumiliki baraka zako sawasawa na mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Hayo ndio maombi yangu kwako wewe mpendwa, katika muda wa leo, katika mchana huu wa leo, katika muda kama huu. Mungu akaweze kukupa nuru tena. Macho yako, macho ya moyo wako yatiwe nuru tena. Ulimwengu wako wa roho, adui asiuvuruge akakuonyesha vitu ambavyo vinakutoa katika kusudi la Mungu, vitu ambavyo vinakutisha na kutaka kukuharibia, kutaka kuona kama vile umeshindwa, kutaka kukuonyesha kwamba wewe si kitu. Hapana, nimekuja kukwambia ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Sikiliza tena hili neno la Waefeso 1:17 hadi 23. Nisikilize tena linavyosema. Sikiliza kwa makini, na wewe soma kwa makini. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Mungu akatupe roho ya hekima na ya ufunuo, atupe na roho wa ufahamu tuweze kumjua Mungu. Amina. Macho ya mioyo yetu yatiwe nuru, tujue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Amina. Shetani asije akakutoa katika reli. Mungu anavyotaka kwenda kukubariki, shetani asije akataka kukutoa katika reli, akataka kukuletea vitu vingine ambavyo anakufanyia mazingaombwe. Tambua, amina, ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo. Ni amina, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipompufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Amina. Mungu wetu hakuna jambo lolote linalomshinda. Amina. Tuinue imani zetu katika kumwamini yeye Mungu, na si tu kuamini, lakini imani zetu ziambatane na matendo sawasawa na uongozi wa Roho Mtakatifu. Amina. Sikwambii uwe na imani ile ya kwenda sasa kwenye basi unasema mimi sina nauli, lakini ninakwenda pale kwa imani niweze nikaenda kupanda. Kama Roho Mtakatifu amekuelekeza hivyo, hai, lakini nataka umwamini Mungu katika usahihi na katika utakatifu wake, ili jina la Yesu lisije likatukanwa. Amina. Sisi tuliookoka, sisi tuaminio, tusiwe sababu ya kutukanisha jina la Yesu kwa sababu ya kutokuwa na fahamu sawasawa na mapenzi ya Mungu. Amina. Kwa hiyo nikutie moyo mpendwa ya kwamba endelea kumwangalia Mungu, endelea kupiga hiyo mbio ambayo unaipiga. Amina.
nakwambia watakatifu walioko duniani wafaa sana. Wewe ambaye umeamua kuishi maisha ya utakatifu hapa duniani wafaa sana. Fuata kanuni ya Mungu, utazimiliki baraka zako. Fuata utaratibu wa Mungu, utamiliki baraka zako. Kama Mungu amesema samehe, samehe. Kama Mungu anakuelekeza jambo, litende sawasawa na mapenzi yake. Amina. Usitoke katika kusudi la Mungu. Usiache kuomba, omba bila kukoma. Amina. Mungu anasikia maombi yako na hakuna maombi yanayoenda bure. Amina. Ng'ang'ania hapo hapo. Hakikisha ya kwamba pia upo katika madhabahu sahihi. Usije ukawa unajikuta ya kwamba unadhani unaita Mungu katika madhabahu sahihi, lakini kumbe upo katika madhabahu ya kiganga ama ya kichawi pasipo wewe mwenyewe kujua. Amina. Ama uko katika madhabahu ambayo imekwisha kunajisika. Amina. Tujifunze kusimama sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Roho Mtakatifu akapate kwenda kutuelekeza na kutufundisha. Amina. Tukifungua tena katika kile kitabu cha Timotheo wa pili. Tufungue kitabu cha Timotheo wa pili sura ya pili. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wake wa 26, neno la Mungu linasema kwamba wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa Ibilisi, ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Tusitegwe na Ibilisi tukajikuta ya kwamba tunayafanya mapenzi ya Ibilisi badala ya kuyafanya mapenzi ya Mungu. Mpendwa, ninakuombea kwa Mungu ukapate kwenda kuyatenda na kuyafanya mapenzi yake Mungu katika njia zako zote. Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akutie moyo, Mungu akuinue moyo wako ukapate kumwangalia yeye, ukamwamini kwa upya, ukapiga hatua kwa upya. Mungu yuko pamoja na wewe wala hajakuacha, ukaende pamoja naye kwa usahihi wote katika jina la Yesu. Amina. Basi mpendwa, yamkini uliokoka ukarudi nyuma ama haujaokoka bado, basi nikuite mpendwa, leo nimekuletea habari njema za wokovu. Amina. Okoka leo, Mungu ana haja na wewe. Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anakuonyesha njia. Yeye ni njia ya ukweli na uzima. Yesu yeye anaweza yote. Basi mpendwa, karibu ukapate kwenda kuokoka. Utaenda kurudia pamoja na mimi sala hii ambayo nitaisema majira haya, sala hii ambayo nitaiomba, utarudia pamoja na mimi ukapate kwenda kuupokea wokovu. Amina. Usiangalie ukaona ya kwamba maisha yako ni mabovu sana, huwezi kumsogelea Mungu. Hapana. Mungu amekuja kwa ajili ya sisi wenye dhambi ili tukapate kwenda kuokolewa. Ndio maana amekuja kutuokoa na ndio maana anatupa zawadi na neema ya wokovu. Kwa hiyo mpendwa, okoka leo ukageuke kuacha dhambi zetu katika jina la Yesu wa Nazareti. Okoka leo ukageuke kuacha dhambi. Amina. Ili ukapate kwenda kumtumikia Mungu katika usahihi wake, ili ukafike wakati wa kuweza kuirithi baraka yako ndani ya Kristo Yesu, kwa sababu haitakusaidia chochote kile utakapokuwa na baraka nyingi lakini uko nje ya kusudi la Mungu, lakini uko nje yake Mungu. Yamkini umemilikiwa na mizimu. Mizimu inasema ina uhalali na wewe na imekupa hizo baraka, itakufaidia nini? Amina. Kwa hiyo mpendwa, okoka leo. Mungu anabariki. Yesu yeye anabariki, yeye anaokoa, yeye anaponya, yeye anahuisha vile vilivyokufa, yeye anavifufua. Yesu anaweza yote. Kwa hiyo okoka leo. Karibu mpendwa, utaomba pamoja na mimi katika jina la Yesu. Bwana Yesu, naja mbele zako, nisamehe dhambi na uovu wangu wote. Nimekukosa Bwana, ninaomba ufute jina langu katika kile kitabu cha hukumu, uandike jina langu katika kile kitabu cha uzima. Ninakukaribisha Bwana Yesu katika maisha yangu leo. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia katika maisha yangu leo. Badilisha maisha yangu leo. Nisaidie kuishi maisha yenye ushindi, yenye wokovu. Bwana, nisaidie kuenenda katika njia zako kwa usahihi, bila kukosea, bila kurudi nyuma katika jina la Yesu. Basi ninakushukuru Bwana Yesu hata kwa ajili ya zawadi ya wokovu. Ninasema ni asante Bwana. Asante kwa kuniokoa. Ni katika jina la Yesu. Amen. Mpendwa, hongera sana kwa kuokoka. Umechagua fungu lililo jema. Haijalishi labda ulirudi nyuma kwa sababu fulani. Ninakuambia leo, ninakutangazia leo umeokoka, na Bwana Yesu ataenda kukuelekeza kupitia Roho yake Mtakatifu lile ambalo linakupasa kufanya. Basi wacha nikaombe. Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako. Ninakushukuru kwa ajili ya mpendwa huyu leo ambaye Bwana amekukabidhi maisha yake. Ninakuomba Bwana ukapate kwenda kugusa maisha yake kwa namna ya kipekee sana. Ninakuomba Bwana Yesu ukapate kwenda kumsaidia kuweza kujua ni namna gani ya kuweza kuenenda Bwana
Mpe kutambua yapi ambayo yanampasa kuyafanya katika jina la Yesu. Ninakuja mbele zako Bwana, ninaenda kinyume na roho zote za malipizi na visasi, roho zote Bwana za kurudishwa nyuma, roho zote za visasi, roho zote Bwana za kurudishwa nyuma, ninazipiga na kuziharibu sahi katika jina la Yesu. Roho zote za mafunio ya kuzimu ninakwenda kinyume nazo, roho zote za utambuzi wa kipepo ninakwenda kinyume nazo. Ninakuomba Roho Mtakatifu ukapate kwenda kushuka kwa hao wote Bwana, wote ambao wamekupokea leo, wote ambao Bwana wameokoka, wameyakabidhi maisha yao kwako Mungu. Ninakuomba Bwana ukapate kwenda kudhuru, ukapate kwenda kuelekeza yale yote ambayo inawapasa kuyafanya, na kuomba kawatie nguvu zako ili waweze wakashinda na kuweza kufanikiwa pasipo kurudi nyuma katika jina la Yesu. Ninawaombea Bwana waweze wakapata kwenda kutiwa nuru, fahamu macho yao yakapate kwenda kutiwa nuru, wakaone sawa sawa, na fahamu zao zikapate kwenda kufunguliwa katika jina la Yesu wa Nazareti, wakapate kwenda kufahamu sawa sawa na wewe Mungu utakavyo. Ni katika jina lenye nguvu, jina lenye thamani la Bwana Yesu. Nakushukuru Bwana kwa sababu yao. Ninasema ni asante Mungu, ni katika jina lenye nguvu, jina lenye thamani la Bwana Yesu. Amina. Asante Bwana Yesu kwa sababu ni wewe pekee ndio utendaye, wala hapana mwingine. Sifa, shukrani na utukufu zote ninazirudisha kwako Mungu usiyeshindwa. Ni katika jina la Yesu wa Nazareti. Amina. Asante Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya wapendwa wako hawa Bwana ambao wameokoka leo. Sifa na utukufu ninazirudisha kwako Mungu. Ni wewe ndio unayetenda. Nakushukuru kwa ajili ya neno lako Bwana ambalo umeliachilia hata kwa ajili ya kunihudumia mimi. Nakushukuru Mungu, hakuna zaidi yako, ni wewe tu Bwana. Roho Mtakatifu nasema ni asante. Hujawahi kunyamaza. Sifa na utukufu ninazirudisha kwako Mungu wangu, ni katika jina lenye nguvu, jina lenye thamani la Bwana Yesu. Wewe Mungu unaweza. Wewe Mungu unatenda. Wewe Mungu hakuna wa kufanana na wewe. Wewe Mungu unaweza. Pokea sifa. Fadhili zako Mungu zitawale. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote.